wanasema kwamba tunapenda Kakamega kama kawaida, na siku zote nakwambia kwamba tembea Kakamega ujue mengi zaidi. Kwa vijana wanapiga shughuli za kwao, wazee pia hawajaachwa nyuma, manake shughuli ni mingi zaidi kaunti ya Kakamega, na ndipo unaona kwamba wale viongozi wengi katika serikali, ukiona pale viongozi wale ambao wako tu wanajua kwamba Kakamega ni kitovu cha watu wengi zaidi. Kunradhi. So kuanzia leo sasa pia vile vile sema kwamba tunatafuta wale magwiji ambao wanaweza wanaendesha masuala sana na kaunti ya Kakamega, watu kujua Kakamega inakaaje, wale wanatembea kwenda ku lifestyle, wanaenda kupiga picha, wanajua kwamba nikipiga picha taswira inanipata kwamba hapa ni mahali fulani. Hivyo basi kwa leo katika Maika Magharibi, na leo tunazungumzia, tuko naye kiongozi mmoja ambaye huwa anazunguka kaunti ya Kakamega akichukua picha za kwake na kuonyesha walimwengu na hata pia vile vile taifa kwamba Kakamega inakaa namna gani. Hivyo basi kwenye mtandao zetu za kijamii, kwenye Facebook ni Maika Radio, Maika Media, na kwenye upande wa YouTube Maika TV, Maika Media, Maika Radio, Maika Entertainment. Hakikisha kwamba una subscribe moja kwa moja bila kupoteza wakati. Tunapiga story. Hii ni story tu, tunapiga naye bingwa. Hujambo kakangu? Si jambo ndugu. Uko fiti? Niko fresh ndugu yangu. Karibu sana Maika Live. Asante. Sijui unajisikia vipi kukaa hapa ndugu yangu? Najisi fresh. Environment iko cool. Wanasema ambience imeweza. Imeweza. Na unajua nimekuwa natengamana na wale ambao ni wafuasi wa kwako, kila siku wanajiuliza who is this man behind Ingo Vibes. Ingo Vibes imeteka sana, watu wanaenda pale wanaangalia picha umepiga mahali fulani kidogo sijui uko wapi. Itakuwa unachukua nafasi hii kukupatia angalau pia uweze kujiintroduce kwa wale ambao wanakutazama, uambie wewe ni nani, the man behind what, na unafanya nini? Labda nianze kwa majina. Naitwa Masika Derek, lakini kuna wale ambao wataona hii sura na wakwambia huyo ni Dr. Zero. Kwa hivyo ukiniita Dr. Zero, ukiniita Masika Derek, yote nitakubali. Mimi ni mzao wa hapa Kakamega, natokea upande wa Lugari, lakini hapa mjini tumekuja kutafuta tu. Kwa hivyo mimi ndo msimamizi wa Ingo Vibes. Wewe ndio msimamizi ambaye anaendesha ile akaunti ya Ingo Vibes. Naam. Tukianza pale chini, umesema umetokea pale Lugari. Sijui umesomea Lugari, ukamaliza Lugari ndipo sasa ukakuja hapa kama mjini kutafuta, au inakuwa namna gani? Huwa nasema kuzaliwa, malezi, masomo, ndoa, na labda hata kifo ni hapa Kakamega. Ni hapa Kakamega. Kwa hivyo shughuli zangu zote nyingi zimekuwa hapa Kakamega. Nimekuwa nikizungukia hapa Kakamega. Hapa Kakamega. Naam. Na sijui umesema kwamba Kakamega tu hata Ingo Vibes, acha nikuite ile jina, najua wamesema Dr. Zero. Dr. Zero. Na kila wakati tuko na pia daktari bila cheti upande wa pili wa redio. Sasa Dr. Zero na daktari bila cheti wamekutana kwenye kiti kimoja. Sijui Ingo Vibes, tukianza pale chini, nini kilikuwa kinakuvuta sana mpaka ukaanza kwamba kuanzisha shughuli za kupiga picha, pengine tu watu wajue Kakamega inakaa namna gani? Kutokea niwe mdogo tu hivi nilitamani sana nihusike kwa media. Nilitamani sana kabisa. Labda ndoto yangu labda ilikuwa niwe mwanahabari wa runinga ama niwe kwenye redio, lakini ili mradi tu nionekane kwenye media. Lakini siwezi sema haijatokea hivyo, lakini najua labda kuna fursa zaja nyingi. Maybe nitajipata mahali pale. Kwa hivyo wakati nimekuja jijini huku hivi Kakamega sasa, niliwahi kutana na mwandishi fulani, ni rafiki yangu anajiita Jeff Mandila. Wakati huo alikuwa akifanya kwa county ya previous year government hiyo. Nikamuuliza, vipi wewe unapatikana tu hapa Kakamega? Akaniambia Kakamega ni unyonge wangu. Yopo kama Kakamega ni unyonge wako, basi ni unyonge wangu. Maana mimi napenda Kakamega sana.
Imekuwa 2022 wakati nikianza kupiga picha. Nilikuwa nikipiga tu, lakini sikujua kwamba labda naweza ifanya niipige na watu wakafanya nini, wakaifuatilia. Nikakaa chini nikaona basi wacha nianzishe ile a platform whereby mtu yote akitaka kitu kuhusu Kakamega basi anatafuta hapo. Nikaja na jina, nikaifanya branding, weka kila kitu ambacho kinahitajika, all the necessary information pale, alafu nikaanzisha Ingo Vibes. Hapo ndio Ingo Vibes ikatinga ndani. Nikaanza na picha yangu ya kwanza kupiga kwenye page ilikuwa ile karibu Kakamega. Karibu Kakamega. Karibu uko pale Ikonyero ukisonga juu. Wachana na Ikonyero. Kuna hii bango hapa hivi opposite Equity. Nimekupata. Karibu Kakamega. Kwa hivyo picha yangu ya kwanza ilikuwa ile, nikaanza kusonga polepole, nikawa natembea maeneo hapa na pale nikiwa na piga picha. Napiga picha na post. Nauliza hapa ni wapi? Alafu ukishauliza yule mtu anayekufuatilia hapa ni wapi, kama hata yuko nje anaanza kukumbuka hapa ni mahali fulani. Unaona wana react kwenye comment. Na unapata hiyo post imeenda viral. Na unavyosema kwamba ulianza kama ndoto tu kama tu kwa bado mdogo ulikuwa na ile kuangalia. Kabla tufike pale, acha nikurudishe nyuma kidogo. Kwanza tukizungumzia Derrick, umeanza na Dr. Zero. Nini kilikufanya ukaitwa Dr.? Je, umehitimu na stashahada au namna gani? Dr. Zero ni lakabu tu. Na nilirithi kutoka kwa babu yangu. Wakati huo babu alikuwa msela fulani hivi, alikuwa anashughulika na dawa za kijiji. Kwa hivyo watoto wake wakaishia kumbandika jina Dr. Zero. Kwa hivyo mimi ndo nilikuwa nakaa na babu miaka yote hiyo, masomo yangu hii ndiye amenisomesha nini. Kwa hivyo nikapata hilo jina na nikalichukua kama Dr. Zero. Kwa hivyo Dr. Zero nilirithi kutoka kwa babu. Alafu upande mwingine kitu ambacho watu hawajui kwamba mimi ni mwandishi. Naandika vitabu vya Kiswahili hasa upande wa fasihi. Na nimeandika ushairi, nimeandika hadithi fupi, alafu upande mwingine tunashughulikia riwaya. Kwa hivyo Dr. Zero ni lakabu upande wa Kiswahili. Kwa hivyo ukikutana na wale mikota wa Kiswahili watakwambia huyu tunamfahamu kama Dr. Zero. Unasema kwamba unaileta kwamba unakaa kama kiongozi ya Gadius Ikoha jughuli yangu. Unajua anazungumza masuala sana mdahalo elimu. Anafunza sana Kiswahili. Ikoha tumepiga naye kazi. Nimeandika naye vitabu. Nafikiri kuna diwani fulani hivi tumeshirikishwa naye. Ama sijui kama kuna kitabu tumehariri naye, lakini Ikoha tumeshughulika naye upande wa fasihi. So umesema kwamba wewe ni mtu ambaye umehitimu ulisomea uandishi au kwanza? Uandishi mtu afundishi. Ufundishi uandishi. Uandishi ni kipaji. Unaweza pata kwamba kuna wale watu wamesoma zaidi, wana mashahada, lakini hawaelewi. Hawezi wakatunga, hawezi kuandika. Sasa upande wa ushairi, sikudanganyi. Kuna wale watu wana mashahada mikubwa, lakini sasa ikifika upande wa kutunga sentensi nini inakuwa vigumu tena. So turejea hapa sasa, tuzungumzie sasa historia yako ya Ingo Vibes. Kwa kuanzia hapa, sijui wakati umekuwa inspired kuanza kwa piga picha, sijui ulikuwa unajituma tu kwanza, na baada ya kuanza kujituma, je, imekuwa kama inaleta kipato, changamoto inakuwa namna gani? Sijui kama unaweza tueleza pia vile vile. Mwanzo nilianza kama kujiburudisha tu, sema hivyo. Nikasema yopo kama mtu anahitaji upande wa Kakamega basi ni hapa. Kwa hivyo nilikuwa naamka asubuhi, wakati wote nipo free, natembea hapa Kakamega, naangalia. Unajua upande mwingine pia
nimekuwa kwa hii industry ya hospitality. Kwa hivyo kila ambacho watu wapo nje wanataka kuona maendeleo ya Kakamega. Na maendeleo ya Kakamega sijui kama ukiangalia sana sana watu wanataka mahali penye wanaweza kujiburudisha kidogo. Ni mahali pagani pana starehe, ni wapi na wapi. Kwa hivyo nilifocus kupost sana ama kupiga picha hotels, restaurant hivyo. Kwa hivyo nikaanzia hapo, nikaanza kupiga picha hotels, ninasonga kidogo kidogo, nikaanza kupiga majumba haya hapa Kakamega ya majumba ya biashara, kidogo kidogo nikaanza kusonga. Nikawa naangalia njia nini wakati nimetembea, basi una capture kitu. Kwa hivyo nikawa nasonga hivyo polepole na watu wakaikubali. Usipo post wanauliza ingo leo vibes ajipost. Unaona? So kufikia hapo before haijakuwa ikileta mapato kidogo, lakini wakati nimeingia sasa, nimeanza kujulikana, unapata simu napigiwa, mimi ni mtu fulani fulani na nina kampuni mahali fulani fulani, unaweza kuja at least uka advertise hii kazi yangu. Alafu baada ya hapo tunaelewana, lakini wakati wengine kuna kuwa na shida. Kuna shida kule kuelewana kwa magumu malipo na kwa ngumu. Malipo kidogo. Ukimwambia mtu mimi natoka wapi? Kwa mfano niseme naweza kuwa natoka Lurambi. Na mtu anakuita kule Mumias. Yafaa ufike huko. Mumias umpigie picha, umweke kwenye mitandao, umadvertise kazi yake. Lakini the moment unasema unajua kidogo nitakugharimu kiasi hiki cha hela, maanza sasa kuruka kidogo sasa. Anaruka kwingine. Anakuambia nidhani ni bure. So kwamba anadhani kwamba ilikuwa ni bure. Nidhani ni bure. Kwa hivyo umetumia fare yako kutoka Lurambi kwenda Mumias. Nenda Mumias tena inafaa urudi bure. Itakuwa vigumu, sivyo? Hilo ndo jambo ambalo watu hawaelewi. Umeona? Hiyo ndo baadhi ya changamoto najaribu kupitia wakati unashughulika na mambo ya kwako. Na unavyosema kwamba kuna changamoto na ambazo unazipitia kwenye tasnia kwako ya kupiga picha. Kakamega ni kubwa. Naam. Tangu uanze kuanza shughuli za kupiga picha, kuonyesha Kakamega, saizi umetembea maeneo mangapi? Kwa sababu tuko na zile ambazo tunasema kwamba constituencies 12. Tuko na sub counties. Kama wewe umetokea Lugari, je, umefika Mumias West tuko chini, ama je umefika maeneo ya Shinyalu? Hakika bado sijatembea. Hilo ni wacha niliweke wazi. Bado sijatembea. Kakamega ni kubwa kabisa. Kakamega ni kubwa. Kwa hivyo ukipiga hesabu, nina shughuli zingine ambazo nahitaji kufanya. Kwa hivyo nikipiga hesabu, kwa mfano labda niamkie mahali, tuseme niamkie Mumias, niende Mumias, niende kwa shughuli za kupiga picha nini. Ikifika mida fulani nafaa niwe mahali fulani. Kwa hivyo unapata kuna mgongano wa safari, shughuli, alafu pia muda unakuwa mchache kidogo, kujigawa inakuwa ni vigumu. Lakini mimi nasema tu wakati wote mimi napata nafasi, mimi napiga picha. Unapiga picha. Yaani wakati wote napata nafasi. Wakati wote natembea. Napiga picha. Napiga picha. Mimi napenda kusema ningependa niweke Kakamega in a place whereby mtu akija asipotee. Ajue hii ni barabara kuingia mahali fulani. Hii ni barabara. Niliona wapi? Wacha niangalie mahali fulani. Hivyo. Na pale Lugari umetokea pale ukakuja hapa mjini. Je, unaishi hapa mjini? Nipo hapa mjini. Upo hapa mjini. Naam. Shughuli unazifanya vipi? Unazifanya zipi kando na kupiga picha? Sijui unashughulika na kazi gani hapa Kakamega? Nimekuwa mwanabiashara. Nimefanya biashara hapa Kakamega. Watu wakiona watakwambia tumekutana na huyo jamaa mahali fulani, ama Maziwa Road. Alikuwa Maziwa Road. Ile Maziwa Road hapa hapa chini. Nimekuwa hapo kidogo.
kwa sasa niko mahali fulani, hoteli fulani tu hapa. Ni hoteli kubwa tu hapa Kakamega. Ati wasema kwamba ni hoteli mojawapo kubwa hapa Kakamega. Ni hoteli mojawapo, sijui inaweza kuwa ni Amanta, sijui inaweza kuwa ni Golf, sijui inaweza kuwa ni Turako. Ni mojawapo ya hoteli hapa Kakamega ambayo ni ya kifahari, na nipo hapo na nimetangamana na watu, most of my fans huwa nakutana nao hapo. Lakini wajai jua ni lakini mazungumzia Turako nikapata kwamba ulipiga juzi picha ukaiweka. Sasa kwamba kwa ile mtazamaji ambaye anatazama anaweza sema, anaweza piga darubini, umetaja kwamba umekuwa kule, kama inaweza kuwa Golf, inaweza kuwa Manda, inaweza kuwa Turako, lakini najua kuna jawabu liko hapo kwa tatu hizo. Wakitembea kwenye mtandao huko watapata. Tukirudi sana tupige tu story kivyetu kwa vijana. Sijui tasnia ya kupiga picha kama wewe kijana unaona kwamba ni ya manufaa au unaona namna gani? Tasnia ya kupiga picha ina manufaa. Sasa na ukikuja hapa Mriro Gardens, kuna vijana ambao wamejiajiri na kuna wengine wameajiriwa kwenye sekta hii tu ya picha. Unapata mwisho wa siku wanatengeneza pesa zao mzuri tu. Unapata sijui picha moja wanapiga na ngapi? Kitu kama 100 ya pale ni 100 na 100. So kwa mfano jamaa huyu awe na wateja kama 5 kwa siku. Hiyo ni ngapi? 500 ndio kwa mfumo. Kwa ukipiga kwa mwezi anaweza kuwa na kitu kama 15,000. Iwapo kama amepata vizuri, kama tumia naweka vizuri, unapata ni kitu kama 15. Na kama unapata zaidi ya tuseme kitu kama zaidi ya 12,000 ukiwa hii town, at least nakusongeza mahali. Kwa hivyo upande wa kupiga picha nafikiri iwapo kama vijana kama vijana wanaweza, kama una kile kipaji, huyo pia upigaji picha ni kipaji. Ni kipaji. Kwa hivyo kama una kile kipaji cha kupiga picha na una uwezo na unataka kuanza kupiga picha, huu ndo wakati ambapo unakuwa pale umekaa umetulia, umeshafanya shughuli za kwako kule ambapo unafanya kazi. Unachukua muda gani wewe kwanza kutembea ukipiga picha, ama unatumia mbinu zipi ambapo unaona kwamba kidogo tumeona imekuwa posted market, Kakamega market kidogo unaona kwamba mawe tatu, sijui inakuwa namna gani? Haya maeneo wakati natembea, kwa mfano nimekwambia huwa nashikika kuanzia masaa fulani hivi, huwa nashikika, alafu pia kuna siku ambayo pia mimi hupumzika. Kwa hivyo kwa mfano ile siku ambayo nimepumzika nina muda, hapo nina muda. Wakati nimeshughulikia familia natoka kidogo, naenda kutembea, alafu labda nitumie pikipiki. Boda is the easiest one. So ukipanda gari huwezi ambia gari haya simama nimeona kitu nataka nipige hii. Nina ndugu yangu huwa ananitembeza. Nina kaka hapa huwa ananitembeza. Akipata muda pia naye ujue pia lazima atafute. Akipata muda ananitembeza. Haya Ingo vibes ndio hiyo. Kwa hivyo akiona kitu ananiambia, hii unaweza piga na ukaweka mahali fulani. Ukiona akaposta hivi Kakamega unaweza piga na ukaiweka fulani, watu wakajua ni wapi. So tuseme kwa namna gani, tuseme hivyo, sijui kwa sababu gani wewe mwenyewe hauonekani kwenye mtandao ndugu yangu, lakini vitu vyako vinaonekana kwa mtandao. Siri inakuwa ipi, ama sijui kwa kuchagua kwako kulikuwa kupi kusema kwamba nisionekane bali vitu zangu zionekane? Hakika upande kuonekana nimeonekana, lakini upande mwingine nimekwambia mimi ni mwandishi, kwa hivyo nimeonekana kwingine. Watu wanajua huyu kama Dr. Zero, hawanijui kama Ingo Vibes. Umeona? Kuna kitu inaitwa faceless content. Faceless content. Na ukifanya faceless content ujue watu watakuwa iga kutafuta huyu jamani nani. Kwa hivyo wanaendelea kukufuatilia tu. Kuna page fulani na post kuhusu hii haya na haya,
Kwa hivyo wanafuatilia tu. Lakini muda ukifika nitajiintroduce pale. Hata nyinyi mmenipatia hiyo platform nijiintroduce. At least watu wajue ni mtu fulani. Watajua jamaa wa kawaida huyu. Yaani huyu jamaa anatupatia shida kwa mtandao, anatupatia vitu vikubwa. Jamaa wa kawaida tu. Maana nakutana na watu wengi. Wakati nimekaa hapa Muliro Gardens unapata nimeweka kitu alafu ukiangalia labda kando ya mtu ana simu unaona anapitia huyu jamaa amekuwa pesa ngapi? Kwa hivyo watu watarajie tu labda nitajiweka alafu nijiintroduce, nipatiane more details about myself. Tayari tuko hapa tu unapatiana moja kwa moja. Tukipiga hivyo nikuulize kurejesha pia katikati kidogo, umezungumzia kuhusiana na familia. Ingo Vibes familia ameanzisha ama au uko katika familia ya baba na mama? Mimi mzee nina familia. Nina familia. Nina mtu. Uko na mtu? Nina mtu ambaye ananishughulikia. Na hata nikitoka kwa nyumba nije hapa, ameniambia all the best. Enda ukazungumze nao. Kwa hivyo nina mtu, nina watoto. Una watoto sio mtoto. Si mtoto. Nina watoto. Na tuzamie sana katika swala la usanii na sanaa. Unajua usanii na sanaa sasa yako yenyewe unafanya ni sanaa. Kwa sababu ni sanaa kwa njia gani? Kwa sababu ya ile kupiga, unaona kwamba watu wanafuatiliza, wanaileta, hasa unachukua picha taswira fulani. Sijui kwa upande wako umeshawahi patana na kiongozi ama mwanasiasa amekwambia kwamba nataka tupige na wewe kazi ndugu yangu ili unifanyie hii na hii, tangu kuanza shughuli zako za Ingo Vibes kwa pale kwenye mtandao? Hakika tangia nianze bado. Hakuna sofa kiongozi yote ambaye amenitafuta akaniambia naam, tufanye shughuli fulani. Lakini ningependa hivyo. Lakini sofa bado. Hata nina matumaini sana kule kwa county. Wakati fulani pia wakiona kazi zangu hivi wananiambia haya njoo tufanye kazi. Njoo tufanye kazi. Naam. Na tuzungumzie sana swala hili la vijana ambao pengine wanasema kwamba ajira haipo, wanazamia katika masuala na kufanya uhalifu ndiposa waweze kupata kitu. Sijui wewe umesema kwamba unaweka mfukoni kitu angalau mwisho wa siku. Sijui kwa upande wako unaweza zungumza vipi swala hili? Kwanza uhalifu ni dhambi. Uhalifu ni dhambi. Na si jambo nzuri. Mimi huwa napenda nikiona vijana wakijiendeleza. Chochote ambacho unafanya kama kijana, tafadhali unatia bidii, unamtanguliza Mungu mbele. Iwapo kuna wale vijana ambao wanasema hakuna kazi, naam, unajua ndio changamoto zipo. Changamoto zipo, lakini hebu angalia ni nini kile ambacho unaweza ukafanya. Naam, ni kitu gani ambacho unaweza ukafanya? Kila ambacho unaweza ukafanya, anzia hapo. Kuna mtu aliniambia, wanasema without taking risks in this life you will never succeed. Kwa hivyo lazima wa take risk in life, waanzishe kitu chochote ambacho wanaweza kuanzisha. Najua kutakuwa na fails hapa na pale ni nini, lakini mwisho wa siku wakijiendeleza hivyo utapata kwamba wanakuwa we learn. Umesema kwamba wewe kwa upande wako umefanya shughuli tofauti, kuingiza masuala na kupiga picha imekuwa tu imeingia tu kianzaanza tu. Lakini pia tukizungumzia sana swala la wewe mwenyewe kujinadi zaidi katika swala hili la kupiga picha, wakati pengine tunapotembea ama unapotembea katika mitandao za watu za kijamii, unapata kwamba kuna mahali wamepiga picha ili hali haijaenda sawa vizuri. Sijui katika upande wako ukichukua ile picha na kuhifadhi katika mtandao wako, kumekuwa na recent cases kwamba tumekuwa na mambo na credits za wale ambao wanapiga picha, mtu anachukua anatumia anafuta ile nini yake logo ya kwake. Sijui unazungumzaje swala hili kwako? Unajua pengine umejipata katika njia kama hii, pengine umepata kwamba hii imenipendeza, acha naweza pata niweke huku angalau watu waweze kujua zaidi hata kama huyu hajaenda sana.
Kumekuwa na hizo cases whereby unapata labda wewe chitiri umepiga picha. Umepiga picha yako nzuri, umeweka labda watermark yako hapo safi, lakini unapata kuna mahali imechukuliwa alafu imetolewa hiyo watermark. Wakikuja kwa nini Kekobo, unawajua wale ambao wanasimamia zile copyrights za nini za media na kwa hivyo wewe ukipiga picha, the moment umepiga hivi picha, whether it has a watermark or not, wewe ndio una own the copyright. Wewe ndio una owner. Wewe ndio the owner. Whether kuna watermark ama haina, wewe ndio owner wa hiyo picha. Kwa hivyo kumekuwa na cases nyingi tu. Unapata labda nimepiga picha, nimeweka watermark, imedukuliwa, alafu inafutwa watermark, inawekwa watermark nyingine. Kwa hivyo kuna baadhi ya cases nikikutana nayo, na tafuta yule jamaa tunazungumza, namwambia at least kuna sheria fulani na fulani, huwa ndo inatu guide wakati tunafanya hiyo shughuli. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu tu nimekuwa nikizungumza nao. So kwa hivyo iwapo kama utachukua picha yangu na uiweke mahali, unaichukua alafu kuna ile photocopies ya mtu fulani ya Amaika Media, Facebook, Papa Chiteri, Facebook, Instagram. Kwa hivyo kuna mimi hata mimi kuna wakati mmoja ili ni affect. Ati ile kuramba kwa njia gani ndugu yangu? Kilidiramba bwana. Kilidiramba. Ni jamaa fulani rafiki yangu. Niliwahi kuchukua video zake mahali. Nikaichukua nikaweka kwenye mtandao wako. Jamaa aliniandama. Alikuandama? Aliniandama, lakini uzuri nilikuwa nimejua hii ni makosa. Kwa hivyo nilihumble, nikamwambia yenyewe najua hivi na hivi imefanyika, lakini hapakuwa na labda lengo la kujifaidisha kutokana na picha hiyo. Tumeona kwamba wale ambao wamekuwa sana kwenye mtandao, wale tuseme kama nguli ni wale ambao wanajua wamekuwa kubwa zaidi. Pengine tuseme kwamba wana page ya kwao kwenye mtandao, Facebook, TikTok, YouTube, wanapata fedha nzuri zaidi. Hata ikifika hapo 25 Facebook inakwambia payout processed paid. Sijui kwa upande wako Ngoma MC inakuaje kule upande wa pili? Upande wangu ni machozi. Machozi kivipi ndugu yangu? Wakati nikifanya ushairi, ilikuwa mwaka gani? Kuna shairi fulani niliweka kwenye my main profile. Alafu sijui Facebook waliinterpret aje. Kwa hivyo wakaona ina issue kidogo. Ilikuwa kama mjenzi jenga, hata hivyo usijenge tu bila kutazama ujenzi wa wajenzi wengine. Kama mtafutaji tafuta tu. Kwa hivyo sijui waliinterpret aje. Na wakasema kwamba hili shairi lina issue. Wakanitumia, nikajaribu kuappeal kidogo, ikawa ni shida. Kwa hivyo wakafanya nini? Wakapiga block upande wa monetization. Kwa hivyo saizi sipati kitu until 1 year ishe. Nikajaribu kuappeal wakakataa. Huo mwaka gani? Umekuwa mwaka gani? Ni huu mwaka Juni tu. June mwaka mwezi wa 6. Mwezi wa 6 Juni tu. Walipitia kwa nini wakaangalia hapa. Kwa hivyo ikani affect. The rest of the pages that I manage zilikuwa affected. Haziwezi hakuna TikTok hapo sasa ndo nimefika. Na unajua TikTok ina criteria nyingi tu sana, lakini kutokana na kuearn, watu wana earn na live. Most of the people wenye wana earn uko wana earn na live. Unless kama wanafanya affiliate marketing, upande mwingine ya hizo shughuli za kuuza nini vitu lakini live so far sijaanza kufanya live. Alafu kuna ile you earn gift from somebody video gifts. Wakati nini video yako inaenda viral, wanaanza kutumia kitu. So kusema kwamba kwa saizi wewe kwa upande wako ni machozi. Ni machozi. Lakini
Tunasonga. Huo unaona wengine wakitabasamu wakifurahia, unaona kwamba ni ile kwamba kwa upande mwingine wewe unalia, lakini ipo siku unavyosema. Ipo siku. Naam. Na kwa sababu pia vile vile nataka tu zame kidogo pia tukimalizia nataka tu kwa upande wako utueleze vizuri, uwaeleze watazamaji na wale ambao wanatazama Amaika, sijui ukaisikia vipi mpaka moja kwa moja saa hizi uko hapa. Sijui kwa upande wako taarifa za Amaika ulizipata vipi ndugu yangu? Taarifa za Amaika kwanza nilizionea kwenye mtandao ya kule Facebook. Wakati napita uyue kuna ile nini, wakati ukipost kitu kuhusu mahali fulani inakuja kwa feed yako. Umeona? So inakuja kwa feed yako Amaika. Kwa hivyo kama mimi nikipost kuhusu Kakamega inaendea wale watu ambao wanajaribu kufuatilia Kakamega sana. So inakuja kwa hiyo FYP. Kwa hivyo nilikutana nayo kwenye Facebook. Kidogo kuna rafiki yangu anaitwa Ikoa. Ikoa nikampata. Amaika. Unafanya na Amaika. Kuna muda pia tukiwa kule Mumias kwa hizi shughuli za KCSS. Michezo za shule za upili. Mlikuwa mahali fulani kwenye paa kule juu. Kwa hivyo nikapita pia nikaangalia ni Amaika. Na hakika wakati mlikuwa mnakava zile nini za michezo, hakika mlikuwa mnaikava kwa ustadi. Kwa wale ambao mnaelewa kazi ambayo mnaifanya. Picha ambazo zinatoka ni clear. Watangazaji wenyewe pia ni wenye tajriba. Watangazaji wenyewe ni wenye tajriba. Naam. Kwa hivyo niliona Amaika na kwenye Facebook, na hapo ndo niliwajulia, nikaanza kuwafuatilia. Nikakutana na baadhi yenu kama Chiteri. Akina Antonio. Na wengineo. Kina nani huyu Faith ama ndo nani amekuwa hapa Faith Shikanga. Faith Shikanga anafanya Amaika Magharibi. Naam, tuko mahali fulani hapa. Bas. Paka sauti ukainadi ukaishika. Huwa nawafuatilia sana. Hata nikifungua Facebook hivi lazima Amaika ipitie, na ikipitia lazima ni like. Hiyo kuna kitu ambacho watu hawafanyi. Kuna sijui ni wivu, sijui ni nini. Ndio hiyo sasa. Like unapatana na Amaika. Ndio hiyo Amaika wameweka kitu fulani. Badala ya kulike tu, unalike tu, unarusha kakomenti kako hapo moja baridi na unaenda zako jamani. Watu wanaona ni ugumu. Ni ugumu. Wanasema wacha wajamaa wajikufie huko polepole. Kwa hivyo ile support hakuna. Naam. Na sasa kwa mtazamaji wa Amaika sasa nataka umwambie kwamba maneno yako mwisho, ukimwambia kwamba mimi ndio the man behind the Ingo Vibes, na sijui pia vile vile ukaarifu kama wanaweza kufuatilia na waweze kufuatilia Amaika. Najua kamera ya kwako inapia na kutazama. Kwa wale ambao wananitazama na kunisikiliza, this is Masika, the man behind Ingo Vibes. Kwa hivyo mnaweza mkanifuatilia kwa mitandao ya kijamii @Ingo Vibes kila mahali: Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ingo Vibes. Ingo Vibes wanasema we witness, capture and inspire. Kwa hivyo mnaweza kutufuatilia hapo hivyo, muangalie ni nini ambayo mnatafuta. Iwapo kama mnatafuta mahali sehemu fulani popote pale Kakamega, anything that concerns Kakamega, tafuta Ingo Vibes. Alafu upande wa Amaika pia tuangalie Amaika Media, wako pale kwenye Facebook, pia wako pale kwenye TikTok, YouTube. Tafuta Amaika Media, piga follow kwa page yao, like, subscribe, everything, comment. Iwapo kama unataka habari za hivi punde moto, Amaika ndo kituo cha nyumbani. Wana slogan yenyewe ni kawaida nasema kwamba inspiring voices, transforming life. Inspiring. So
Ndio hivyo tumekuwa na muda mfupi, lakini tutakuja tena tuzungumze zaidi kwa sababu pia upande wa pili ufanye mambo mawili matatu. Hivyo basi na kushukuru sana wewe Masika pia kuja kututembelea hapa Maika na tutazidi kuenda moja kwa moja tuweze kuona itakuwa namna gani. Kwa ule mtazamaji wa Maika basi ndo kikomo tunafika tamati. Kwa yule ambaye anakuwa anatazama tumekuwa naye kijana ambaye anasema kwamba the man behind ama behind the Ingo Vibes. So tutazidi sana kutafutia wale ambao hamwajui, hamwaoni kwenye sura zao, lakini moja kwa moja mtakuwa mnapata nao Maika live.